Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Karibu, kipindi ni Ayatun wa Hikaya. Jina langu ni Isa Nguchuke na nitakuwa nahodha na wa kukuongoza katika kipindi hiki mwanzo mpaka mwisho, nikiwaalika wageni kadha wa kadha ambao watakuwa wanakuja hapa na kutuelezea hikaya ambazo zinatokea katika maisha yao, ambazo hikaya hizo zipo nyuma ya aya za Qur'ani tukufu. Nipo na mgeni mwingine, lakini kabla sijamtambulisha nikwambie tupo Salam Restaurant, mgahawa ambao unatuletea au unakupa au unakuletea huduma ya vyakula mbalimbali vya Kiafrika, lakini pia vyakula vyenye ladha ya Kichina. Utaweza kuvipata hapa. Mgahawa huu upo Masaki jijini Dar es Salaam. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Hali yako? Alhamdulillah, unaendeleaje? Alhamdulillah. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Huyu ni mgeni wetu wa kwenye Ayatun wa Hikaya. Kwa faida ya watazamaji wanaokutazama muda huu, jina lako ni nani? Alhamdulillah. Kwa faida ya watazamaji, jina langu ni Yusuf Muhammad Ali. Yusuf Muhammad Ali. Majina ya Yusuf inaonekana huko kuvuka bahari mengi sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni Yusuf ni mzao wa wapi na mpaka leo ulipofika Dar es Salaam mpaka tumekutana na wewe? Naam, alhamdulillah. Yusuf ni mzao wa kijiji cha Mashuga katika shehia ya Kisiwani. Ni shehia kule wanaita shehia. Huku kwenu mnaita kata. Kule kwetu ni shehia. Shehia ya Kisiwani. Wilaya ni Awete. Mkoa ni Kaskazini Pemba. Huyo ndo Yusuf. Okay. Na harakati za kimaisha mpaka ukafika hapa Dar es Salaam zilikuwaje kwa uchache? Harakati za kimaisha kama unavyoelewa mambo ya kijijini. Pambana. Kwa mfano kama sisi kijijini kwetu sisi mtihani kidogo, kwa sababu ukianza kukaa hivyo uhesabu vijana wa kiume wenye diploma tu changamoto. Mtihani. Na hata zama hizo za kwetu sisi hata form 4 vijana wa kiume ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo kutokana na hali ya maisha ya wazee, kwa hiyo vijana wanaamua labda kuskip shule waende kutafuta pesa kusudi wasaidie nyumbani. Unajua hiyo inaweza ikawa inachangia, lakini pia wako wengi ambao wamesoma katika mazingira magumu, lakini kukiwa kuna ile hali ya ushawishi ya wale waliokutangulia. Kwa wazazi wenyewe hawana ushawishi. Yaani kuna ile kwamba wazazi wanashawishi, lakini wewe unayesoma ile cycle kuzunguka ile vijana wenzako, yani inspiration yani yule anayekuinspire wewe kufikia mahali fulani. Yani unakuta na marafiki 6 na wote walishia form 1. Umenielewa sasa? Yani kwamba ile kuishi kwamba bana mimi nataka niwe kama mtu fulani, nifikie advance, pate diploma, nipate degree, niende mahali fulani. Watu kama wale kwetu kipindi hicho walikosekana. Kwa hiyo ikawa future ni moja tu, ukamilishe idadi ya mabanda yale ya lazima, ambao kule kwetu lazima ni form 2. Kwa baada ya form 2 wengi wanapotea, wanaingia mtaani. Kwa hiyo wengi tumeathirika na ule mfumo kwamba ukimaliza form 2 basi sio maisha. Na hata huu mtaala wa serikali na mtindo wa serikali ambao weka form 2 si wanafanya mtihani wa taifa. Kwa maana kuna mtu ukifika form 2 anaona kama vile si mtihani wa chuo au mtihani gani vile. Mtu akifeli anaonekana bwana ndio hivyo kamaliza kafeli kamaliza mtihani ulikuwa. Baada ya kutoka shule kuingia mtaani, hali ilikuwaje na iliendelea? Hali ilibadilika kwa sababu kama unavyojua maisha ya kuwa asubuhi upo kwenye hali fulani ya kulazimishwa kufanya jambo fulani, baadaye unakuwa free. Haijalishi kwamba
unalazimishwa kwa maslahi yako, lakini huwa ile nafasi inakuwa huelewi kwamba hii ni nafasi yangu ambayo natakiwa nitumie. Kwa sasa yani siku ile matokeo yanatoka ndio unajikuta kwamba bana hakuna ushindi. Au sio? Yani pale ndio unajua kumbe wazazi wangu walikuwa wananitakia mazuri. Kwa sababu baada kushakuwa mtaani huko ndio unakuja kufahamu. Kumbe wazazi walikuwa wanapitia haya. Kumbe jamaa ndugu zangu walikuwa wanapitia changamoto hizi ambazo mimi nilikuwa naona kama kitu cha kawaida. Mimi kwa kweli shekhe wangu sikuwa na mpango wa kuja mjini. Sikuwa na mpango wa kuja mjini kabisa. Sikuwa na mpango wa kuja mjini. Kwa sababu kwanza wazazi wangu walikuwa wananipenda sana. Kwa hiyo nilikuwa natamani na mimi nikae nao muda wote. Kio kweli. Lakini ikaja kutokezea dada yangu ambaye yupo hapa Dar es Salaam. Yeye na mume wake. Aliolewa pale dada yangu 2011. Kama 2011. Kaja huku na mume wake wakaishi wakapata mtoto. Wakaja nyumbani kule kujifungua sister, aliporudi huku akakaa muda so mrefu tena akarudi nyumbani kuja kujifungua ile mtoto wake wa kwanza akamwacha kule. Tukaachua kule na bibi mkubwa na mama na baba. Tukakaa tunalea kule, tunalea. Sasa ikawa mimi wakati anamwacha pale nimwambie yule dada bana, ondoka na mwanao bana, sisi hatuna muda wa kulea hapa. Tutaki kulea. Mimi so mlezi. Mimi so mlezi. Lakini kilichokuja kutokezea baada ya kuondoka, unajua moja katika kitu ambacho Mungu amenijalia ni huruma sana. Na nashukuru sana kuwa na huruma fulani. Kwa hiyo yule mtoto sasa ikawa tofauti na yale ambao niliahidi kwa yule dada kwamba sitomlea mtoto. Kwa akawa anamlea, ikawa ni kipenzi changu sana. Kwa hiyo mjomba safi kabisa. Sasa mama akawa anaulizwa na dada, vipi anatoa ushirikiano? Akamwambia ndo anaelea. Muda wote ndo anaelea. Mbona yangu ongea muda. Kwa hiyo dada akavutiwa na mimi kwamba nampenda mwanae. Kama unavyojua mfumo wa wazazi, mtu ukimpendea mtoto wake na unakuwa kipenzi. Kwa mimi akanipenda sana dada. Kwa sasa ndo akaanza kunishawishi mimi nije huko mjini. Yeye na mume wake wakaanza kunishawishi nije huko mjini 2014 hiyo. Nikaja bwana 2014 nikajikuta nimenasa. Ndo nikaja hapa Dar es Salaam 2014 mwezi wa kwanza. Mashaallah. Kipindi hicho wao walikuwa wanamiliki mgahawa. Kwa hiyo baada ya kuja hapa harakati zangu zikaanzia kwenye mgahawa. Harakati za kuuza nini. Kwa ndio ilikuwa mwanzo wa wewe kuanza kujifunza biashara na kufanya biashara. Hukuwahi kufanya hapo awali. Hapo mwanzo sikuwahi. Labda ni mambo ya kawaida tu ya nyumbani huko, umeenda bondeni, umechuma nazi umepata 10, 6 upeleke nyumbani, 4 upeleke mahali ukauze na hayo maisha yaende. Ndio zilikuwa biashara hapa. Pemba ni sehemu ambayo ni sehemu ambazo zimeasisiwa Kiislamu. Yaani watu wanaishi Kiislamu. Kwa hiyo mtoto kwenda madrasa si jambo la ajabu. Wewe maisha yako ya madrasa yalikuwaje Pemba? Maisha yangu ya madrasa kwa kweli shekhi wangu yalikuwa mazuri. Alhamdulillah, kwa sababu mimi hata miaka 15 ilipofika mimi nishamaliza masafu matine. Kwa hiyo hapo tena ikaanza mambo ya hifadhi. Mambo ya hifadhi sio mbaya, tulipambana kidogo. Nilifika kama juzuu 8 nilifika. Si haba. Nilifika mpaka juzuu 8 mimi nilifika. Enzi hizo. Sasa hizi tumekumbwa na mtihani shaka. Kumbwa na mtihani zimepungua. Zimepungua sana. Lakini ni mtu ambaye kwa mfano ukitanguliza kwenda kuswalisha haupati tabu. Sipati tabu. Ni mambo ya kawaida kwa sababu hata kama kwa mfano ile ukiacha mazima, ukiacha moja kwa moja ndio unakuwa hujui. Lakini muraja unapatikana. Unapata muda tunafanya muraja kidogo. Hatuko vile kama zamani kwamba ukianza na shuka nawe moja kwa moja, lakini kwa mfano uko umesimama mbele unashuka na zumara nikikuona umegonga naweza nikakunyanyua. Hilo nashukuru. Tulikwenda hivyo, masala ya elimu yalikuwa hivyo na alikuwa rafiki kwangu kwa sababu
Baba alikuwa alhamdulillah alikuwa anamiliki madrasa, kwa hiyo na mimi alikuwa ni kijana wake ambaye ananiamini, kwa sababu kwanza jina la Yusufu, nikupe jina, historia ya jina langu la Yusuf. Jina langu la Yusuf sikupewa tu kama jina la nabii. Nilipewa jina, baba yangu aliniita kwa sababu yeye mwalimu wake alikuwa anaitwa Yusuf. Kwa hiyo mimi baba alikuwa ananipenda sana na kutamani siku moja kukupa jina la mwalimu wake. Kwa hiyo hata baba, mimi mpaka baba yangu anaondoka kwenye ulimwengu huu, Yusufu aliniita siku chache sana, alikuwa ananiita mwalimu. Kwa hiyo hatakuwa kinyonge hivyo. Allah amzidishie kila la kheri na Mungu alipo. Ni miongoni mwa sadaka ambayo inaendelea. Yaani mwenye mzee wangu alikuwa ananiambia sana mara nyingi sana, na huwa ananiambia kila siku, ananiambia mimi sina pesa, sina mali, siwezi nikakupa magari sio nini, lakini miongoni mwa vitu ambavyo vitaendelea kukunufaisha wewe katika maisha yako mpaka unaingia kaburini ni elimu ambayo mimi nilipambana kukusomesha, kukupeleka, kukuonyesha kwamba hapo unatakiwa kusome dini, hapo ukasome hivi. Hiyo ndio ambavyo nikifa nikiwa kaburini, Allah wewe kama utakuwa unaifanyia katika njia ya khairi, Allah atakuwa ananilipa mikaburini, na kama utaifanya kwa njia ya shari, maana unajua kuna mashehe kibao tu waganga. Kwa hiyo na maana hao hatupati picha wazazi wao makaburini wanakuaje, lakini kama unaifanya katika njia ya khairi, tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mzee huko alipo anapata khairi nyingi sana. Nasema siku ya kiyama atavishwa taji, ni khairi kubwa kabisa. Na kiukweli kwa umri alikuwa na baba, sababu baba alikuwa 2016, huko nyuma kulikuwa kuna vijana wengi sana ambao aliwafundisha. Kwa hiyo alhamdulillah, mashaallah. Yusuf, hapa hii aya ambayo umewaandalia watazamaji ni aya ipi? Ipo kwenye sura? Aya bana, aya ya ambayo nimekusudia leo kutoa hapa ni aya ya 53 katika sura Zumar. Aya 53 katika sura Zumar. Niende na ndani. Allah tabaraka wa taala anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tabaraka wa taala anasema, sema ye Muhammad kuambia waja wangu ya kuwa wale waliokata tamaa katika kutokana na yale maovu yao walioyatenda, basi wasiwe ni wenye kukata tamaa, wasikate tamaa, kwa sababu Allah anasamehe madhambi yote. Maana yeye ni mwenye kusamehe, mwenye huruma. Hikaya iliyopo nyuma ya hii aya ni ya kwako au ulishuhudia kwa mtu? Hikaya iliyo nyuma yangu ni ya vijana wenzangu. Kuna mapumziko mafupi, tutakaporudi tutaendelea hapo katika hii hikaya ambayo utatuelezea inshallah. Mtazamaji wa Africa TV, tuna mapumziko mafupi. Jina langu ni Isa Nguchuke, nipo na bwana Yusuf katika Ayatun wa Hikaya. Tupo katika mgahawa wa Salam Restaurant, mgahawa ambao unakuletea huduma ya vyakula mbalimbali vyenye ladha ya Kiafrika, lakini pia huduma ya chakula au vyakula vyenye ladha ya Kichina, na mgahawa wenyewe upo hapa Masaki jijini Dar es Salaam. Jina langu ni Isa Nguchuke. Hii ni Ayatun wa Hikaya, unaitazama kupitia Africa TV 2. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Africa TV. Karibu katika ungwe ya pili ya Ayatun wa Hikaya. Nipo na bwana Yusuf ambayo yeye amenisomea aya kutoka katika sura Zumar. Inasema, qul ya ibadi alladhina amanu, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Hikaya iliyopo nyuma ya hii aya ni hikaya iliyokuwa nyuma katika aya hii, na mwanzo nilitangulia kusema ni kwa vijana tu, lakini hata wazee, watu wazima, unajua Allah ameahidi sisi kutusamehe kutokana na matendo, kwa sababu Allah yeye sisi ndiye aliyetuumba. Kwa hiyo wakati anatuumba sisi alitambua kama kuna mazonge sisi atatukumba.
Kwa hiyo ndio maana akaweka nafasi ya yule ambaye atateleza aweze kuomba msamaha. Sawa. Kwa hiyo tunashuhudia maovu mengi wakitenda watu tofauti tofauti. Kwa mfano tunamkuta mtu ana miaka 70, 60, 50 bado anawaza zinaa. Na anaweza akakuhesabia kabisa bana, mimi nao kama yani kama ningekuwa naandika hata 60 wanafika au hao mabwana unakutana nao kwenye vijiwe ni huko bajaji au tunakutana nao shekhe, tunakutana nao akwambia bana mimi hata 30 wanafika, 100 wanafika, yani si yani nimepita nao wengi. Basi sasa kwa mfano mtu kama huyo ukienda kumlingania, hata kwa mfano mlingano wa adhana umelia, unamwambia mtu bana tuondoke bana, niko swali twende bana tukapate kipindi, aendi. Alafu ukirudi anakuambia mdogo wangu na maovu mengi. Yani mpaka nafikiria yani mbona huko nafikiria itakuwaje. Yani unamwambia mtu twende kwa swala, anamwambia hapo sina udhu. Sina udhu. Au anakuambia vipi? Unakuta wengine kama unavyojua wengine wamekosa akida hata kuoga kwenye changamoto. Kwa hiyo unakuta mtu ana janaba la miaka hata 10 au 20 hajui. Au unasemaje? Kabisa. Sasa unakuta mtu kama hivyo, au unamkuta mtu ana miaka 60, 70 bado ana kilinge. Na anajua kabisa kwamba huu muda bana haya maji ya jioni ni muda wote navuta. Lakini kujikurubisha kwa Allah. Unahisi ni kwa nini katika yani vijana waliokuwa wengi, hata kama ambao ni asilimia kubwa tuseme Waislamu, sababu sisi tunagusa sana vijana wa Kiislamu au jamii ya Kiislamu, swala hilo la kuhadithia hasa katika masuala ya zinaa limekuwa kama la kawaida vile, yani hawashtuki. Mtu akikupigia story bana nilipita na unipita na unipita, jambo la kawaida yani kukwambia. Hii sana sana mimi ninavyoona wale unaoamiliana nao. Unajua kiukweli ukiwa na rafiki ambaye unajua hata kwa mfano kama hivi changamoto ninayokumbana nao mimi zamani nilivyokuwa na sasa hizi nilianza kuendesha bajaji vitu tofauti. Kutokana na wale watu ambao niliochangamana nao. Unaelewa? Yaani watu ambao tofauti tofauti na tabia zao tofauti tofauti. Kwa hiyo unajua kuna watu unaweza ukakaa na watu ambao wanatambua uwepo wa Mungu. Unaweza kukaa na watu ambao hawatambui uwepo wa Mungu. Yaani wanaona wao sayansi ndio nao waendesha. Unaelewa? Yaani wao wanaona yani hakuna Mungu. Sawa? Mpaka siku ya kila bui wanakuambia Mungu. Umekutana nao? Wewe wapo. Sasa unakuta mtu kama huyo kukupa story za ovyo kawaida, au akapita mtu hapo akakwambia huyo hapo. Huyo hapo kawaida. Vipi shehe hapo fresh? Hapo nimepita hapo kawaida shehe. Sasa kama ukiendekeza yale ndo unajikuta na unazama. Ila bana ukimkataa nusra ikikukuta ya Allah, alhamdulillah. Tunaishi nao kinamna ya kibishi. Manake njia pekee hawa ni kuwakataa. Watu wa namna kama hii kwa mfano ukiona unajua njia rahisi ya kuamiliana na mambo kama haya. Hata sio haya tu, hata kwa mfano kwa sisi wenye familia. Hata mkeo ndani ukiona anataka kupanda kichwani, bora tu muachie chumba. Au sio? Kama kina kitasa unatoka unabana kwanza unapotea hapo dakika kadhaa. Ukimfikiria hapa bana au mke wangu ana tabia ya kurecover dakika ngapi? Au bana huyu hasira zake zinaisha dakika 40. Kwa kwanza dakika 40 kwanza utafuta mali wewe unatulia. Alafu unarudi. Au sio? Sasa na hawa ukiona bana hizi story mimi siendani nazo hizi. Au unajiweka pembeni. Pembeni kama ni kwenda kurejesha bajaji nyuma. Yaani kile kijiwe kile unaachana nacho. Ndio na ila ukishiriki ukiendelea kuwa karibu nacho kama kawaida athari inakuja kama unavyoelewa athari ya mambo yanavyoingia. Nikitaja hivi vijio utavisema story gani hapo zinapoongoza sana au watakusumbua bado wakija sijajua. Bajaji za Vingunguti, bajaji za Banana, bajaji za Kitunda, bajaji za Kivule, bajaji za Mwanagati. Kijio gani kinaongoza sana na hizo story? Mambo kama haya tukiyashabihisha na kijiwe itakuwa
ni mtihani kwa namna ipi unajua? Kwa namna ya kwamba ukija kwenye kijiwe cha Vingunguti, waja wema wapo. Kitunda wapo. Wanaojichenga nayo mambo. Kwa hiyo huwa inatokezea tu kwamba labda ni watu 4 5. Sio kwamba ndio maana leo walisema samaki mmoja akioza anauza mtungu mzima, lakini siku hizo wanakuambia akioza mtoe unamchomoa. Ulishawahi kukutana na mtu ambaye umekutana na hizo story ukamkabili kwa bana, mimi sipendezwi na hichi kitu ambacho unakifanya? Yaani kuachilia mbali, kwa sababu wanasema kuya face matatizo au kuface munkar, yani sini kwa Kiswahili nashindwa kusema, lakini kuelekea munkar katika hali ambayo wewe unataka kuikemea ni kuongea, kutoa kwa mkono wako, lakini kuchukia, wanasema kuchukia ni imani dhaifu. Umeshawahi kukutana na mtu ambaye ukasema kama bana, hili jambo mimi silipendi, usifanye? Unajua wewe ni mtu ambaye ni mtu karibu yangu, tunafanya biashara pamoja, hii biashara ya bajaji, lakini jambo bana sio zuri, achana nalo. Kitu kibaya zaidi shekhi wangu, kutu. Au sasa kwa imani tunasema kuchu. Unajua kama sasa hizi imani zimeshuka sana, kwa sababu hata sisi ambao tunaenda kuswali, tunatoa sadaka ndogo ndogo kwa uwezo wetu. Lakini mimi naweza nikakuuliza wewe hapo, mara ya mwisho kwenda Muhimbili au Luganzila kuangalia hata wagonjwa ni lini? Unaweza ukakosa jibu. Sio, unaelewa vizuri. Mimi nafika hata mwaka wa 2 siaenda. Mimi kama mimi. Kwa hiyo imani zinashuka kutokana na kwamba hatushabihiani na yale mambo ambayo yanaongeza imani. Hatupati mazingatio. Makaburini. Hatuendi. Yaani juzi kwa msiba pale tumekwenda, kuna vijiji vinafika 4. Pale panazungumzwa timu fulani, pale panazungumzwa timu fulani, timu fulani. Sio hivyo. Kwa hiyo yale tumekwenda kwa msiba, lakini yale mazingatio ya kile tulichokiendea hayapatikani. Kwa hiyo kwa mfano kasa mtu kama huyu amemkuta na hayo mambo, hauwezi ukaenda moja kwa moja pale ukamfesi, kwa sababu yuko moto pale. Lakini baadaye unaweza ukamfuata, bana ndugu yangu, yale mambo kidogo ungeangalia namna ya kuachana nayo, yale mambo ya munkari, yale mambo machafu yale. Shekhe, wewe shekhe mzima, wewe unafanyaje mambo haya, au sio? Pemba siku hizi umekuwa shehe. Mtazamaji wa Africa TV, nilikuwa na Bwana Yusuf ambaye tumezungumza naye kutokana na haya ambayo amemsomea, lakini na hikaya aliyotuelezea, na hasa yeye amegusa swala zima la zina. Yani inaonekana vijana wengi kuhadithia maovu, hasa zina imekuwa kwao ni swala la kawaida, na hamna kitu kibaya kama ambacho Mtume anatuambia hamna kitu kibaya ambacho Allah anakichukia kama alikusitiri wakati ukifanya maovu alafu ukaenda kuyahadithia. Yani maana yake kwamba wewe unatafsiri kwamba yeye kukustiri kwake kulikuwa hakuna maana. Kitu kibaya kabisa. Shukran sana kwa time yako, tunashukuru sana na karibu sana Africa TV. Muda wote ukiwa na jambo lolote njoo Africa TV, tutakupokea kwa sababu ni kituo cha Kiislamu kinakusanya Waislamu wote kwa pamoja, lakini pia usiache kuangalia. Nashukuru pia kwa nafasi hii nipatia. Mimi huwa nafuatilia sana Africa TV tu. Kwa hiyo tuko pamoja. Inshallah. Mtazamaji wa Africa TV, jina langu ni Isa Nguchuke, nipo katika mgahawa wa Salam Restaurant. Mgahawa upo Masaki jijini Dar es Salaam, mgahawa ambao unaita vyakula vyenye ladha tofauti za Kiafrika, lakini vyakula vyenye ladha ya Kichina. Karibia hapa Masaki jijini Dar es Salaam na utaweza kupata vyakula hivyo. Paka siku nyingine, ni Isa Nguchuke, Africa TV 2, kipindi ni Ayatun wa Hikaya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.